wananchi, sijapata kusimama nikaeleza jambo kwa muda mrefu kama nilivyoeleza jambo hili kwa leo. Nimefanya hivi makusudi kwa sababu sisi tuliokutana Arusha tunaamini kwamba tumechukua hatua ambayo ni kubwa katika historia ya nchi yetu. Ni kwamba tunaiambia nchi yetu, tunawaambia viongozi wetu na hasa nchi yetu, tunaiambia nchi yetu, sasa tumefika njia panda. Sasa wakati wa kuchagua kama tunataka kuwa nchi ya ujamaa au nchi ya ukabaila umefika. Tuchague lipi? Na tumesema tunachagua ujamaa. Na uchaguzi wa namna ile siku zote katika njia panda namna ile, njia ya maana, unakwenda katika sehemu mbali, uchaguzi ule haukosi misukosuko yake. Na mimi nina hakika viongozi watano wale wanaohusika watachagua sawa sawa. Mimi naamini kwamba viongozi wengi watano wataelewa kwamba jambo hili ni jambo la maana, lakini ni jambo ambalo lazima lifikiriwe, sijepesi, lazima lifikiriwe na kuamua. Nasema naamua, napita njia hii. Nasema huko mbele tunapokwenda kutakuwa na misukosuko. Nadhani kutakuwa na misukosuko, lakini nadhani ni misukosuko ambayo nchi yetu itaihimili. Ni misukosuko ya safari ya kutupeleka mahala peke yake ambapo pana heshima, kwa sababu kama hatukufanya hivyo, wananchi tunajidanganya kudhani kwamba tutajenga nchi ambayo itakuwa sawa, ikiwa wakati huu tutakuwa tunakomaza unyonyaji katika nchi yetu wenyewe. Kadhalika itakuwa tunajidanganya tukidhani kwamba tunajenga nchi ambayo kesho na kesho kutwa inaweza ikawa sawa sawa na mataifa mengine duniani, lakini ikiwa misingi yake ni misingi ya kutegemea watu wengine. Njia tuliyochagua inaweza ikawa ngumu kwa viongozi, na hata kwa viongozi inaweza ikawa ngumu kwa sababu tamaa ya kukusanya mimali na kupewa kupo. Watu wako tayari kutupa mimali kama tunataka. Kwa hiyo njia hii ni ngumu kwa viongozi, na kwa nchi yetu inawezekana ikawa ngumu kwa sababu ya madanganyo haya tunadanganywa kwamba kama msingechagua njia hii leo mngekuwa na hiki, leo mngekuwa na hiki, leo mngekuwa na hiki kwa zaka za Jumapili. Lakini nasema wananchi, sisi tano viongozi wenu tunaamini hatua tuliyochukua ndiyo barabara. Kwa bahati mbaya tunalizungumza jambo hili kutokana na mageuzi yanayotokea katika Ulaya ya Mashariki. Nasema kwa bahati mbaya inakuwa tunafanya hivyo. Kuna uzuri wake na ubaya wake, hatuwezi kukwepa kwa maana moja kwamba Ulaya au kaskazini yote ndiko kwenye kitovu cha nguvu za duniani. Ndio wenye nguvu ziko kaskazini, unyonge huko kusini. Sasa hawa rafiki zetu wa kaskazini wakiwa na maoni, ni vigumu sana maoni yale yasituguse na sisi. Ndivyo inavyotokea siku zote. Wakiamua kupigana, tunastukia na sisi tumetumbukia katika kupigana kwao. Wakiamua kunywa Coca-Cola, na sisi lazima tuinywe, tukitaka tusitake tutainywa. Wana nguvu hawa, wana uwezo mkubwa sana, na kwa hiyo kwa desturi tunajitahidi kuelewa wanafanya nini. Lakini ningependa nikaonya kwanza kwamba pamoja na kwamba tunalizungumza jambo hili kutokana tumeanza kulizungumza, kilichotufanya tulizungumze ni haya mageuzi yanayotokea katika Ulaya ya Mashariki, ningependa kwanza kuonya hivi
Kwa pamoja na kwamba kaskazini ina uwezo mkubwa huu, na wanayo mambo mengi sana mazuri tunayataka, wana nguvu, wana science, wana technology, wana mapesa, lakini si vizuri sisi wa kusini tukawa ni bendera zao au vivuli vyao, kwamba wanalolifanya lazima na sisi tukipenda tusipende, tukiwa tunazo sababu au hatuna sababu za kuzifanya, lazima na sisi tufanye lile wanalolifanya. Si vizuri. Kwa hiyo sasa hivi wanazungumza jambo hili la mawili. Sasa hivi wanazungumza moja la vyama, na wanatumia nguvu yao ya fedha kusema hivyo, kwamba nchi ambayo haina vyama vingi tutainyima misaada. Wanasema wazi wazi wameanza kusema. Na wanasema nchi ambayo haina uchumi wa kibepari tutainyima misaada. Wanasema hayo mawili, wanasema wazi wazi tena. Afadhali huko nyuma kidogo, kwa sababu walikuwa nabishana na Warusi mbali, hawa Warusi hawa walikuwa hawasemi hivyo kwa jeuri namna hiyo. Sasa wanasema kwa jeuri kabisa. Lugha hiyo ni ya siku hizi tu, ya siku hizi tangu collapse ya Mashariki. Hii ya jeuri tu. Ama mwa mabepari ndio tunaweza kuwapeni misaada, ama hampati misaada. Ndio. Au mwa na vyama vingi ndio tuweza kuwapa misaada, au hatuwezi kuwapa. Wanasema wazi wazi. Hawajapata kusema hivyo huko nyuma hata kidogo. Tanganyika katika jitihada zile za uhuru tulikuwa tuna vyama vingi. Lakini vya ovyo ovyo vingine. Chama kilichokuwa cha kina nguvu kabisa ni TANU. Kilifika wakati ni chama kama serikali. Kikisha tamka kimetamka. Kina nguvu sana. Wakoloni walijaribu kuunda chama, walijaribu na wakuunda. Tumia sana mapesa wakaunda chama kimoja kinaitwa UTP, hamna, kikafutika. Walijaribu kuunda chama kingine siji Amnuti, kikafutika. Kijana wetu mmoja alikuwa katibu wa sisi wa TANU. Yuko ni mtu mzima sasa hivi, yuko Dar es Salaam. Akaanzisha chama chake kinaitwa Congress. Kilikuwapo, lakini nguvu yake ndogo sana. Alafu kilianzishwa chama kingine Democratic Party. Lakini vilikuwapo, pamoja na kwamba vilikuwa havina nguvu, lakini vilikuwapo. Kwa hiyo wakati wa uhuru UTP ilikuwa imekufa, Amnuti ilikuwa imekufa, lakini Democratic Party kilikuwapo, Congress kilikuwapo. Hivyo vilikuwapo. Na hatukuona ajabu kwamba vipo. Vilikuwa havina nguvu, lakini vipo. Hatukuwa na itikadi ya chama kimoja. Itikadi yetu ilikuwa ni ya vyama vingi, ndio mazoea yetu. Ndivyo mimi nilivyofundishwa. Mimi nimesomeshwa na Maingereza. Na utaratibu wao ni huo wa vyama vingi. Na mimi niliona hivyo, kwamba kwa nini msiwe na vyama vingi? Chama kimoja kwa nini? Kwa hiyo akili yangu ilikubali kabisa utaratibu wa vyama vingi. Kwa hiyo kilikuwa hapo chama cha rafiki yangu Mtemvu, kilikuwa hapo Congress. Alikuwa mwanachama wetu, akatoka akaanzisha chama. Na hata Tumbo vile vile alikuwa ni mwanachama wetu, akatoka akaanzisha chama. Sawa, tukakubali. Lakini vyama havina nguvu. Katika uchaguzi wa kwanza tunachaguliwa mwaka 62. Sasa nimekubali kuwa rais. Baada ya uhuru nilitoka, nilijiuzulu waziri mkuu, nikawa nje ya serikali kwa muda, kwa karibu mwaka hivi. Mwisho 62 tukawa na uchaguzi. Katika uchaguzi ule ulikuwa ni uchaguzi wa vyama vingi. Mimi nimeshindana na rafiki yangu Mtemvu. Kwa hiyo urais wa kwanza kabisa mimi nashindania urais, sikuwa peke yangu. Nilikuwa na mwenzangu. Wala sikuwa na jambo la ajabu. Nisiwe na mwenzangu, kwa nini? Na yupo. Lakini hamuna, sijui alipata kura ngapi, sijui.
Zanzibar kulikuwa na vyama, vilikuwa na vyama vitatu vikubwa nadhani, ASP, Hizbu na ZPPP. Ndio vilikuwa, havikuwa vidogo hivi, vilikuwa vina Hizbu kalikuwa kakubwa, maana wakubwa walikuwa hapo pale wengi, na kalikuwa kachama kwa wakubwa kalikuwa kakubwa. Kwa hiyo vilikuwa vina sauti ya kuweza hata kupata kura, pamoja na ujanja wote wa Waingereza kuvisaidia vyama hivi. Lakini vilikuwa hapo, sio kwamba ilikuwa hakuna vyama, vilikuwa hapo. Ndio. Lakini Waingereza walifanya makosa kidogo nadhani kuvipendelea mno. Ni vyama vya wachache, lakini Waingereza wakajitahidi sana kuvipendelea. Bwana, nilipojitahidi kuwaelekeza kwamba wasifanye makosa hayo, wakanidhani mjinga mimi kidogo. Kwa hiyo ukatokea uhuru pale wa uongo na kweli. Uhuru ulikuwa tarehe 12. Tarehe 12 Disemba. Sijui 12 Disemba, sijui hata nimesahau tarehe zake. Lakini chef ilikuwa lini? Hata sidhani kama unakumbuka tena. 10 Disemba. 10 Disemba kabla ya mwezi. Basi mwezi mmoja tu. Maana 10 Januari ndio umemaliza mwezi mmoja. 12 hamna. Vilikuwa hapo, sio kwamba ilikuwa viko, kwa sababu ndivyo vilikuwa vimeshika serikali vile. Ila tatizo rais unamkaramani, unazungumza na watu wa nchi yako mwenyewe, ni tabu. Kwa hiyo Kiswahili kimetusaidia sana. Sana. Kwanza chama kimoja, halafu Kiswahili. Lakini narudia, halafu Azimio la Arusha. Maana yako mawazo ya kijinga juu ya Azimio la Arusha. Nasema fanyeni mchezo na Azimio la Arusha, mtapata tabu sana. Chama ambacho hakina mpinzani wake anayekisukuma, ambaye kinamuogopa, kinasema kama tusipoangalia, kama hatukuwa karibu na watu, tukajiorganize vizuri, tutapoteza uchaguzi ujao. Chama ambacho kina hakika uchaguzi, hakina maneno, kinaweza kusema Selemani ana matatizo, lakini chama hakina matatizo. Chama cha namna hii unakijengaje, unakipaje nguvu? Na ni chama kinachotawala. Si chama cha mapambano. Si chama cha mapambano kama TANU. Kilikuwa kimoja tangia, lakini kilikuwa kinapambana na mkoloni. Ni chama cha mapambano. Hiki ni chama cha kutawala, ni chama kitulivu tu. Hakina mtu nje anayekisukuma hivi. Kinapataje nguvu? Kinapataje moto wa ndani? Unatoka wapi? Kwa hiyo kina tendency ya kulala. Kwa hiyo nilikuwa naeleza hivi kwamba chama tunacho chama cha TANU ni chama cha CCM, ni chama kikubwa, kina structure nzuri sana. Na miongoni mwa vyama vya Afrika sijui kingine kinachokifanana, lakini kinalala. Kwa hiyo nilikuwa katika jitihada ya, namueleza President Kaunda kwamba nimo katika jitihada ya kuona kama tunaweza kukiamsha tena. Siku zile tumefanya mradi wa kuamsha chama. Sasa nyinyi mnajua vizuri zaidi, kimeamka. Kimeamka? Sasa ngoja niwatanie basi. Kama mnadhani kimeamka, basi mkubali kiundo chama kingine Tanzania. Mshindane nacho. Unaona basi? Ona. Hamna hakika. Nyinyi sasa hivi hamna hakika kwamba kama kipo chama kingine mtakishinda. Sasa napenda hilo, mlifikirie hilo. Ndio. Kwa sababu nchi haiwezi kuendelea inalindwa, inaongozwa na chama ambacho
kukubalika kwake kunatokana na sheria. Kwamba kama sheria isingekuwapo, chama kile kisingekuwapo. Sasa lazima hilo mlifikirie kabisa. Hii si sababu ya kuunda chama cha pili hata kidogo, lakini sababu ya kujitazama kwa ndani. Nasema si sababu ya kutosha ya kuunda chama cha pili, lakini sababu ya kutosha kabisa CCM ijitazame kwa ndani. Ijitazame kwa ndani, ijione tunakubalika. Kingekuwapo chama cha pili tukapambanishwa nacho, tungekuwaje? Sasa mimi furaha yangu ingekuwa jibu ni la wazi wazi kabisa, tutakishinda. Furaha yangu mimi ingekuwa ni jibu ni la wazi kabisa, kikitokea chama cha pili au cha tatu tutavishindilia mbali, kwa sababu sisi tunakubalika kwa nani. Sina hakika kama mawazo hayo kweli tunayo katika vichwa vyetu. Sasa nasema madhali hamna hakika, tuna ugonjwa basi. Ndio. Madhali hamna hakika, tuna ugonjwa, na nchi yetu haiwezi kuongozwa na chama kigonjwa. Usikose kusubscribe, kucomment na kulike.